Sera kutoka Naivasha, na niko na rafiki yangu hapa Patrick. Patrick ni baba ya Mary, huyu ndio Mary. Tumekutana nao leo asubuhi tukifanya street ministry. Tulikuwa tumekuja kuangalia, huwa tunawapikia chai, tunawaserve na mikate. So mahali ambapo huwa wanalala, nikakuja nikapata Patrick amelala na Mary. Nikataka kujua mbona anakaa huku na mtoto ni mdogo, ako 2 years. So wakati nimekuwa namuuliza, akaniambia aliachiwa mtoto na mamake, walikuwa na watoto watatu, na mamake alienda na hao watoto, bibi yake aliweza kwenda na hao watoto wengine, akaweza kumwachia Mary. Na sasa alikuwa anafanya kazi Nairobi. Wakati alirudi akapata Mary kwa nyumba, ikakuwa mashida zilienda zikakuwa mingi. Akapata landlord anaitisha pesa, hana pesa, na wakaamua kuja Naivasha, na saizi wanakaa kwa street, wanalala nje, na mahali analala ni wanaume tupu wanalala hapo. So nilikuwa naona si poa, huyu ni mtoto mdogo, ni mtoto wa msichana kukaa nje, na nilikuwa naomba kama kuna mtu anaweza kusaidia Mary na babake, anaweza msaidia. Babake amekuwa akitafuta kazi huko around Naivasha na hajaweza kupata. Anasema at least angepata kazi, yeye anaweza fanya kazi yoyote bora aweze kukimu mahitaji yake na mahitaji ya Mary. Na acha ajiintroduce kwanza. Patrick. Niliachiwa Mary na mamake. Mamake alikuwa amedanganywa na vijana. Sasa mimi nilikuwa nilikuwa security Nairobi. Nilikuwa nafanya military security. Sasa ndio nikakuja sasa jioni kwa nyumba, nikapata sasa Mary peke yake ndani kwa nyumba. Nikaenda kuuliza majirani, kwani mama Mary alienda wapi? Ati mama Mary ameenda kwa duka. Sasa kuchunguza, kwani mama Mary anaweza endaje kwa duka na watoto wengine wawili na anaacha huyu? Sasa hapo sasa ndio nilianza sasa kusense ya kuwa mama Mary ameshaenda. Alafu kuna jirani alikuwa anaitwa Mkaka, aliwalekanga sasa na Mkaka. Sasa ile kitu nilikuwa naomba ni ile tu usaidizi, juu nimesaka kazi nimekosa. Sasa hii niko Naivasha, naomba kama kuna mwenye ako na usaidizi ajitolee tu, juu hii ni mkasa ya kila mtu. Na sasa uliweza kufika hadi Naivasha, na huko kulikuwa unafanya kazi gani? Nilipanda trailer ya Simba Cement. Sasa hiyo trailer alikuwa anafaa kunipeleka mimi hadi Kitale. Lakini huyo akanileta mimi kufika Naivasha, akasema ati CCTV iko kwa hiyo gari yao wanaona. Akanishukishia sasa hapa na simjui mtu yote. Sasa ndio nikaendanga sasa kulala mahali nilipata hapo. Na uko na nyumbani wapi? Kwetu Mlodo. Uko na wazazi? Niko na sina mzazi. Sina mama, sina baba. Niko tu na mandugu na madada. Na Mary amekuwa anakuuliza labda unakaa huku kwa nini, ama anakuuliza mamake alienda wapi? Ananiulizanga. Hata sasa ukimuuliza Mary mama alienda wapi? Mary mama alienda wapi? Alikuacha? Alienda na nani? Na Gifty? Na Ashley. Alafu akakuacha? Sasa wewe una experience aje, ama unaona aje? Umeniambia umezunguka ukitafuta kazi. Ukitafuta watu wanakuambia aje? Sasa nitafute tu hata mtu mwenye anaweza niambia ananifungulia business, bado ninajua kazi ya biashara tena bado. Mpate mwenye ako na kazi bado anaweza niajiri na nitafanya kazi. Mimi si kiete. Acha kuamini Mungu, vitu zitakuwa poa, kila kitu itawezekana, na Mungu ako na sababu juu ya maisha yako. Tunaomba tu mwenye anaweza kusaidia Mary na babake amsaidie, ndiposa tuweza kuokoa mtoto kutoka huko kwa street. Ninajua kila kitu itawezekana, na Mungu ako na kusudi nzuri kwa sababu ya maisha yao. Ama kuna kitu nataka kusema? Naweza sema ni usaidizi, yani mwenye tu anatuma milio yangu, naomba tu asikie milio yangu. Ni zaidi na laini sina Mungu.
Juu sahii nalala nje, sina nyumba, nahangaika. Naomba tu kama kuna mwenye ako na anaweza nisaidia, nitokelezee tu anisaidie. Juu hata hii baridi si ati mzuri kwa mtoto, na si ati kupenda kwangu, ni ile tu mkazo yenye ilinipata tu abruptly. Iko sawa?